Kitu ambacho hakikuhusu achana nacho. Jirani anapigana na mke wake, wewe unaingilia. Mambo hayakuhusu unaingilia. Mambo ya siasa mengine hayakuhusu unataka kuyaongelea. Kitu ambacho hakikuhusu achana nacho. Hata kwenye mitandao watu watatafuta watu, huyu influencer fulani anafanya hivi ama amesema hivi, wache niingilie haya maneno ambayo aliongelea. Unatafuta shari mbele. Ama unaona watu tuseme baina ya mume na mke wana matatizo na wanasumbuana ama wanapigana, kitu kama hicho. Wewe unachofaa kufanya ni kuamua wewe kando, lakini usiingilie vita ambavyo havikuhusu. Wacha familia zao zitashughulikia mambo yao. Tatizo kubwa sisi binadamu siku hizi, na ni Waislamu hasatan tunaongelea, mtu anawacha yake na anaingilia mambo ya watu wengine. Wewe unafuatilia aibu za watu wengine na unaacha aibu zako. Unafuatilia dhambi za watu wengine na unaacha dhambi zako. Na ndio maana tukaongelea katika khutba moja ya kwamba sababu moja ya dua zetu kutokubaliwa ni kufanya nini? Munafuatilia makosa ya wengine na munaacha makosa yenu wenyewe. Hii hadithi inasema salamatul mar'i tarkuhu ma la yani, usalama wa Muislamu kwenye dini yake ni kuacha yale hayomhusu. Fata yako, mtoto wa huyu yuko hivi. Tuna wale maanti ambao wanakuwa katika family, mtoto huyu ameharibika siku hizi msichana wao amekuwa hivi, huyu anajipost kwenye mitandao, basi huyu inaonekana ana wanaume wengi, analala na wanaume wengi. Yake, kwa nini uongelee mambo kama hayo? Una uhakika analala na wanaume? Mbona umharibie jina? Ndio anafanya kosa la kujipost, la kujianika kwenye social media. Muombe dua ama umfanye nini? Umpatie nasaha. Kama huwezi kumpatia nasaha, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuna martaba 3 za nasaha. Ya kwanza ni nini? Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kama unaweza kubadilisha jambo ambalo ni makosa na mkono wako, badilisha. Kwa mfano, mtoto wako anafanya kosa, ukamzuia na mkono, kwamba hakuna kufanya hivi. Simu ndio inakuharibu, unachukua simu. Umeweza kubadilisha makosa. Kama ni mtu mwingine huwezi kumbadilisha hivyo, unampatia nasaha kwa njia nzuri. Na kama huwezi kumpatia nasaha kwa sababu unaogopa ama unajua italeta shida zaidi ama maneno zaidi ama matusi na nini, unaichukia kwenye moyo wako lile tendo alilofanya, lakini unamwambia dua. Si ati unaenda nje unaanza kumtangaza, huyu mwanamke huyu, mimi najua huyu ni yule mwanamke ambaye analala na watu wanaume nje na nini. Unamharibia msichana watu jina kabisa. Kosa moja alikuwa amefanya, tumwombe dua Mwenyezi Mungu ambadilishe, umemongezea mengine. Ulikuwa una hakika kama alikuwa analala na wanaume nje? Na si wanaume peke yake ambao wanaongelea haya mambo, hata wanawake wenzao pia wanaweza kuwa wanaongelea. Kisa na maana wewe unavaa vizuri, wewe unafanya ibada yako, unatizama wengine kwa macho ya nini? Ya dharau. Kuwa makini sana. Kitu ambacho hakikuhusu usiingilie.